Tundu Lissu. Jina lake kamili anaitwa Tundu Antiphas Mugwai Lissu. Alizaliwa mnamo tarehe 20 Januari mwaka 1968 katika kijiji cha Mahambe, wilaya ya Ikungi, mkoani Singida, katika nchi iliyobarikiwa neema inayoitwa Tanzania. Elimu yake ya msingi alipata shule ya msingi Mahambe iliyopo katika kijiji cha Mahambe huko Singida. Alianza elimu yake ya msingi mnamo mwaka 1976 na alihitimu mwaka 1982. Mwamba alifanya vizuri mno, hivyo basi alipangiwa kwenda kusoma katika shule ya sekondari Ilboro iliyopo mkoani Arusha. Elimu yake ya sekondari alianza mwaka 1983 na alihitimu mwaka 1986. Mwamba alikuwa ni genius mno, hivyo basi alifaulu kwa ufaulu wa juu sana na alifanikiwa kwenda kujiunga na advance yani A level mwaka 1987 na alifanikiwa kuhitimu mwaka 1989 katika shule ya sekondari Garanos. Baada ya hapo, mwamba huyu akaenda kusoma shahada ya sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam yani UDSM. Ilikuwa mwaka 1991 na alihitimu mwaka 1994. Baada ya hapo, mwamba alienda kusoma shahada ya uzamili wa sheria katika chuo kikuu cha Warwick kiliopo Uingereza. Ilikuwa ni mwaka 1995 na alihitimu mwaka 1996. Mwamba huyu alianza siasa kitambo sana, lakini aliingia kindakindaki mwaka 1992 na hapo mfumo wa vyama vingi ulianza rasmi. Lakini kufika mwaka 1995 mwamba alijiunga na chama cha demokrasia na maendeleo yani Chadema. Tundu Lissu alianza kujulikana kama mwanasheria wa chama hiko, lakini pia alijulikana kama mwanaharakati wa haki za kijamii. Tundu Lissu alikuwa ni kipenzi sana cha watu wa Singida, hivyo basi kufika mwaka 2010 rasmi aligombea ubunge katika jimbo la Singida Mashariki. Kwa kuwa alikuwa ni kipenzi cha wananchi wengi, alipita kwa vishindo kweli kweli. Lakini kufikia mwaka 2016 Tundu Antiphas Mugwai Lissu alichaguliwa kuwa mkuu wa kambi ya upinzani bungeni. Lakini haitasahaulika, ilipofika Septemba 7 mwaka 2017 Tundu Lissu alipata shambulio kubwa ambalo liliwaliza watu wengi mno la kupigwa risasi. Tundu Lissu alipigwa risasi kwenye makazi aliyokuwa akiishi pale LAD yani Dodoma, muda mfupi tu baada ya kutoka kwenye kikao cha bunge. Tundu Lissu alipigwa jumla risasi 16 ambazo alijeruhiwa katika mwili wake akiwa yuko ndani ya gari lake. Tundu Lissu alijeruhiwa sana katika mguu wake, mkono pamoja na mbavu. Baada ya kupata shambulio hilo, Tundu Lissu alipelekwa hospitali Dodoma, lakini hali yake ilikuwa ni mbaya mno. Hivyo basi akapelekwa Nairobi kwa ajili ya kupata matibabu katika hospitali iliyotambulika Nairobi Hospital iliyopo hapo Kenya. Lakini bado hali ya Tundu Lissu ilikuwa ni mbaya mno. Hivyo basi alifanywa uhamisho na akapelekwa huko Belgiji katika hospitali iliyotambulika kwa jina la Brussels. Lakini Mungu ni mwema, hakika Mungu alikuwa upande wake. Alitamani jemedari huyu aendelee kuishi miaka mingi zaidi. Hivyo basi kufika Januari 2023 Tundu Lissu alirejea nchini Tanzania akiwa yuko sawa kiafya. Hello Tanzania, Tundu Lissu hapa. Niko Brussels Zaventem Airport Belgiji, tayari kuanza safari ya kurudi nyumbani. Kesho asubuhi nitakuwa Addis Ababa na baadaye saa 7:35 nitakuwa Dar es Salaam Julius Kambarage Nyerere International Airport. Baada ya kurejea nchini, Tundu Antiphas Mugwai Lissu akaendelea na harakati zake za kisiasa na akaja na kauli yake mbiu iliyokuwa ikisema no reform no election, yani bila mabadiliko hakuna uchaguzi. Lakini ilipofikia Aprili 9, 2025 Tundu Lissu alikamatwa kwa kosa la uhaini. Alikamatwa katika mji wa Mbinga mkoani Ruvuma hapo nchini Tanzania. Watu wengi wanajiuliza, je, uhaini ni nini? Kutokana na kanuni za adhabu ya Penal Code sura ya 16 ya sheria za Tanzania kifungu cha 39 hadi cha 45, uhaini ni makosa yafuatayo. Cha kwanza ni kumuondoa madarakani rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. La pili, uhaini ni kupindua serikali iliyopo madarakani kwa kutumia mabavu. Ya tatu, uhaini ni kuhatarisha usalama na mamlaka ya nchi.
Hiyo ndiyo maana kubwa ya uhaini. Je, mtu akikamatwa na kosa la uhaini adhabu yake ni ipi? Kwa mujibu wa kifungu cha 39I na 40I cha Penal Code, mtu anayetiwa hatiani kwa kosa la uhaini adhabu yake ni kifo, lakini kwa huruma ya mahakama inaweza kutoa adhabu ya kifungo cha maisha. Katika miaka ya karibuni, Tanzania imekuwa haitekelezi adhabu ya kifo kwa huruma yake dhidi ya wananchi wake. Hivyo basi, endapo Tundu Lissu ukakamilika ushahidi kwamba kweli alikuwa ni muhaini, anaweza akashtakiwa kifo au la akafungwa kifungo cha maisha. Ulikuwa nami msimuliaji wako Mr. Tasha kutokea hapa Mr. Tasha TV. Ili uwe wa kwanza kupata kazi zangu zote, usisahau kusubscribe akaunti hii, lakini pia usisahau kulike, kucomment na kushare. Asante sana, nawapenda.